Kwa nini umeniamulia maamuzi magumu kama haya? Kwani mimi mwanao nimekukosea nini? Sikiliza, wewe ni mwanangu mimi na utabaki kuwa hivyo. Lazima nikuamulie kwa sababu uko kwenye himaya yangu na ni mwanangu, hautobadilika. Hivi kwa nini unaniuliza swali kama hilo? Hujawahi kuniuliza kwa nini nakupeleka hospitali, kwa nini nakuletea chakula, kwa nini nakuhudumia huduma zote hapa ndani. Leo unaniuliza mimi eti kwa nini umeniamulia hivi, nimekosea kitu gani? Ukumbuki kwamba mimi ndo baba yako. Mimi ndio baba yako, hakuna mtu mwingine, na nitabaki kuwa hivyo. Ni lazima chochote ninachokifanya wewe ukifate kwa sababu upo ndani ya himaya yangu. Sasa uniuliza swali hilo? Kwa nini? Jambo lote nimemwachia kaka yako na alibadiliki, litabaki kuwa hivyo. Sitaki kusikia lolote kutoka kwako. Utafuata ninavyotaka mimi. Kama nakuhudumia vitu vyote mpaka nakusomesha, hujawahi kuniuliza, sitaki kusikia neno hilo unaniuliza. Kuanzia leo mpaka kesho akhera unatakiwa ufuate tu. Mimi ndio mzazi wako, hakuna mwingine. Sijui umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Haya, unaweza kwenda ndani. Ala, nara buku. Itabaki kuwa hivyo, haibadiliki. Na ole wake nichanganye. Atanijua mimi nani. Wasama, wasama, wasama. Karibu shoga yangu. Asante udugu wangu. Nimekuja kuna tatizo. Ule ushauri wako umegonga mwamba. Nimegonga mwamba? Kivipi? Yule mwanaume ulioniambia atafute mwanamke feki, yale mapenzi yamekuwa yenyewe kabisa. Una ushahidi au unahisi? Hapa kwenye kipande cha ushahidi sina, ila ninahisi. Mimi naona kama ulifanyia kwanza uchunguzi. Hapa kwenye uchunguzi sasa. Naomba nikuachie wewe. Uifanye kazi hiyo. Uchunguze, ukipata uhakika utakuja kuniambia. Basi sawa. Swala la uchunguzi niachie mimi. Mimi hapa ni kuahidi tu. Mimi nitalichunguza na nitalifanyia kazi. Hilo nikutoe hofu tu, usijali. Mimi nitalifanyia kazi. Basi sawa. Mimi nakuamini na nakutegemea. Maana usijali kabisa, toa hofu. Naam. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wema shehe. Heri tu shehe. Niambie shehe wangu. Huku safi tu, labda wewe huko. Alhamdulillah, Allah anajalia kheri shehe. Kuna taarifa kidogo nataka nikupe. Jambo gani tena hilo shehe wangu, muona nitisha? Sikutishi, la heri tu. Kama jambo la heri niambie sasa ndugu yangu. Huyu bwana mdogo unaoishi naye huku anahitaji kuoa. Jambo la heri hilo, alhamdulillah, kwanza tushukuru Mungu alipofikia. Nataka ulisimamie jambo la bwana mdogo huyu la kuoa. Mimi tena shehe wangu naikabidhi jambo hilo. Hamna shida shehe, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hamna shida, nitalisimamia. Kwa vile umenichagua mimi na kushukuru kwa kunishirikisha, alhamdulillah. Sawa. Hata hivyo huyu kwenye jambo lake la kuoa mimi ndio nitakuwa na furaha sana iliyopitiliza, kwa sababu na hali hii niliyokupo nayo mimi na huu mguu unavyonisumbua, huyo shemeji yangu atofika hapa atakuwa ananigomboa kweli. Maana huwa sasa hivi napata shida kupitia kwake yeye. Akiondoka tu mimi nateseka sana. Mimi nimekuja hapa, kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani? Mimi nimetafuta mchumba atakuwa niolewe. Hii inawezekana vipi? Kwa umesahau zile ahadi zetu zote ambazo sisi tuliziahidi? Kwa nini umelipokea hilo jambo? Hamna, sio kama nimesahau, ila mwenyewe tu nimelazimishwa. Na nimekuja hapa ili unisaidie kwa nafanyaje, maana mwenyewe ndoa siitaki. Wewe mnafiki Emi. Sasa kama umelazimishwa, kwa nini umetoka huko nyumbani kwako unakuja huku, unakuja kuniambia mimi nimetafutia mchumba na kumali kuolewa? Mimi nichukuliaje kwanza? Kwani mimi sikupendi? Nakupenda, ndio maana nimekuja hapa ili unisaidie nafanyaje.
Maana nimeshindwa kuambia wazazi kwa mimi na mahusiano na wewe. Kama unavyojua wazazi wako na wazazi wangu hawaelewani, wanauasama. Sasa mimi ningewaambiaje kwa na mahusiano na wewe? Kwa hiyo ndo tiketi ambayo umekuja nayo kuja kunidanganya mimi. Unanifanya mimi mwanafunzi wa darasa la kwanza unaniibia penseli afu unanisaidia kutafuta. Lakini kumbuka ahadi zetu mimi. Unajua jinsi gani mimi ninavyokupenda? Kwa hiyo umeona mimi sina thamani tena kwako. Yaani umepata mchumba. Kwa hiyo umekuja hapa kunipa taarifa, umekuja hapa yaani nikupe wazo gani labda unavyotaka wewe? Hamna. Yaani nimekuja mimi nataka unisaidie hii swali. Sitaki ondoa, yaani sitaki ipite. Wewe muongo. Kwa hiyo naomba ulisimamie hili jambo mpaka apate mke bwana mdogo. Na katika kijiji hicho ambacho ulipokuwepo wewe. Ni kweli mimi ni mwenyeji hapa, lakini pia sijajua yeye amelenga mji gani au amelenga nyumba gani. Basi kama utampa mwongozo na utampa namba zangu, akifika hapa basi alhamdulillah mimi nitampokea. Akisha kunionyesha tu bwana mji ule pale mimi nimepata jengee, basi hamna shida, mimi nitalikalia kati hilo jambo, nitaliendea. Basi hilo mimi nitakuwa nimeshukuru sana. Hamna tatizo, kama utampa namba zangu atafika, nitampokea. Ni ndugu yangu kama nilivyokuweka kakaangu, na wewe pia ni mdogo wangu. Basi sawa. Usijali katika, kwa sababu hata Waarabu wanasema la tubali fi dhalika bwana. Hamna shida, shawa tupo pamoja. Alhamdulillah. Bwana mdogo, ili jambo likitimia nitashukuru sana. Maana atanitoa kwenye mzigo huu na uteseka nao. Akiondoka yeye tu, basi mimi nateseka hapa nyumbani. Namwomba Mungu amsaidie. Kwa umekuja kunialika. Sasa kama umekuja kunialika, mimi nimepokea wewe mwaliko wako. Naomba uende. Sasa mimi unanifukuzaje? Nadhani hapo nimeongea Kiswahili na nimeeleweka tu. Naomba uende. Toka! Sawa, mimi naondoka. Inauma. Moyo unakupa nafasi, moyo unapitia mengi magumu. Wangu moyo, ati huyu mdada kalazimishwa kuolewa, mbele ya ndoa naye dada katoroka. Naria wasama, 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 wasama. Mimi nimepewa namba zako na Badi. Nahitaji wewe uwe mwenyeji wangu. Karibu sana. Asante. Unatokea wapi mwenzangu? Mimi mwenyeji wa Ngamboni. Na zumuni langu la kuja huku, nimekuja kutafuta mke. Maana nimesikia kuna mwanamke ana tabia mzuri sana. Ni nani huyo? Anaitwa Zuu. Ninamfahamu. Sawa, kama unamjua, nahitaji unikutanishe naye. Basi sawa, mimi ndakutanisha naye. Hata Badi mimi alinipigia akanifahamisha kwamba nakuja. Basi sawa, twende nyumbani. Karibu. Asante shoga yangu. Naona umetulia hapo mwenye peke yako. Sina mtakukaa naye. Kwa nimeamua tu nitulie peke yangu. Basi mimi nimekuja hapa shoga yangu, nina jambo. Hilo jambo hilo kila nikikaa huko peke yangu nyumbani nimelifikiria, wewe nikaona haiwezekani. Bora hata nije tu nikwambie shoga yangu. Nimekuja hapa mwenzako. Nataka urafiki na wewe, maana nimekuona shoga yangu mpole, nyenyekevu, una hata matatizo hapa mtaani. Nikaona sio kweli. Bora hata nije tu hapa nije kuomba urafiki ili ni rafiki yako tubadilishane mawazo, la kwangu lako. Kuhusu hilo tu haina la shida. Mimi mwenyewe nilikuwa natafuta rafiki wa kukaa naye, nashindaga tu peke yangu tu ndani. Kweli Sometimes nikikaa huku
Kwa kuwa umekuja hata kwa rafiki, sio mbaya. Mjomba. Naam mjomba. Mimi nashukuru leo tumekutana hapa njiani. Na majambo kidogo nataka nikuelekeze au nataka nikwambie. Maneno gani mjomba tena? Niambie kwanza. Baba yako amekuja nyumbani kuja kumwambia shughuli dada yake baada ya kuniambia mimi kwamba shemeji, mimi na shughuli nataka nilete nyumbani kwako. Akaenda akamwambia dada yake. Kwa hilo swala mimi sijalizika nalo. Kwa nini aje amwambie dada yake wakati mimi ndo mwenye nyumba? Kwa hiyo je, mjomba, kwa swala hili wewe unaliona liko vizuri? Hapana mjomba. Yaani kwa alio baba amekosea sana. Yaani baba amekukosea. Lakini kama unavyojua tu baba yangu alivyo, hajirekebishi. Mpaka leo yupo vile vile. Na kwa mnavyoishi we na baba muelewani, ingekuwa ngumu sana kukwambia. Lakini ametumia gia kwenda kumwambia dada yake ili ujumbe kufikie. Lakini kwa kifupi kakukosea. Na imani hana tegemezi lingine lolote kwenye kijiji hiki zaidi hapa kwa dada yake. Yaani hapo kwa dada yake ndo anapaaminia yeye wa kumsaidia majambo yake. Ila nikwambie kitu. Hivi unavyodhani mjomba, uhasama aliyekuwa nao baba yangu mimi, hata angeweka shughuli gani nyumbani kwake pale, asingeenda mtu. Ndio maana akalileta ile jambo kwenye uwanja wako. Kwa mimi nikuombe tu mjomba, ili swala lipokee. Kwa sababu jambo la heri lipokee. Yule anayeolewa pia wewe ni mjomba wako na ni mdogo wangu mimi. Na kuomba sana mjomba wangu, naomba pokea hii. Sasa basi mjomba. Naam. Mimi nataka sasa ile shughuli nikukabidhishe wewe. Basi kama hivyo umenikubalia shoga yangu, sijali maana mimi hapa nilikuwa na shida kwa rafiki. Maana nimekuja bora hata nilivyo kwa rafiki yangu wewe. Maana nyumbani kwa nakaa mpweke peke yangu. So nataka urafiki na kukubalia na kupa mambo yangu ndio kutangaza nje. Mimi ushoga usiutaki. Ushoga kazi udugu ekaeka. Shoga yangu, mimi swala umbea. Mimi aka sinaga kawaida umbea. Nadhani unanijua shoga yangu. Mimi ni kwa rafiki yako, hata usijali. Toka kabisa. Swala umbea mimi sina. Kwa hata usijali. Basi sawa. Kwa hiyo umenikubalia. Basi haya, naondoka. Karibu. Haya, upiki chochote mwandani hata. Basi nilikutania. Mimi naenda. Sawa, karibu. Haya, kwa hiyo hata moja ya kunywa. Au basi tu. Yaani kwamba wewe uje uisimamie ile shughuli, uisimamie, manake kati ya mimi na wewe au na familia yetu tusizalilike. Sawa mjomba. Mimi kwanza nashukuru kwa iko cheo ulichonipa. Na nakuahidi tu kwenye hili swala nitalisimamia vizuri kabisa. Maana hata baba amenikabidhi mimi shughuli. Na wewe pia ukikabidhi mikononi mwangu, umeleta sehemu sahihi kabisa. Yaani hujapoteza. Na mimi ule uaminifu wetu wote tule tunafanya kipindi kile cha nyuma kabla ya hili, sitokuangusha, nitauweka pale pale. Nitahakikisha hii shughuli inafana kweli kweli. Na hakuna jambo lolote la fedhea au la haibu litakalotokea kwenye uwanja wako. Maana ukipata fedhea wewe, ndo tumepata familia mzima. Na mimi kwa kitu na kuahidi mjomba, sitokiruhusu hata kidogo na akitotokea. Umeelewa si? Sawa. Majukumu hayo yote mimi nakukabidhi wewe na uendeleshe vizuri shughuli, uendeshe vizuri kwa sababu hii shughuli ya kwetu, japo shemeji kakosea, lakini hii shughuli ni ya kwetu. Lakini nafanya yote kwa ajili yako wewe mjomba, kwa sababu mimi na wewe mjomba tumeishi vizuri, na ndio maana nakukabidhi hii shughuli uisimamie wewe ili sisi tusizalilike. Mjomba, sijui umenielewa? Mimi nimekuelewa mjomba. Hilo mimi nikutoe hofu tu. Kama nilivyokuambia hapo awali, hili swala limefika sehemu sahihi. Mimi nitahakikisha nalitendea haki. Yaani hakuna uharibifu wa mali zako au mambo yoyote. Kitu chochote cha aibu hakitotokea. Hili limepita mjomba. Mimi nashukuru sana kwa cheo ulichonipa. Basi sawa mjomba. Sawa. Mimi nashukuru. Mimi nakwenda. Sawa.
Sasa nimekuelewa, ila nakuomba kwenye hiki asije yakatokea mabadiliko aina yoyote. Yaani haki ya Mungu kabisa na kuahidi kuhusu hili hayatotokea mabadiliko. Na nashukuru kwa kunipa nafasi nyingine. Yaani toko nitimue siku hapa nyumbani kwako, nilikuwa sina amani kabisa. Najua, lakini hata mimi pia nilikuwa siko sawa. Toka ile siku tu ambayo umenipa ile taarifa. Nilikuwa na mawenge, network hazisomi, zinaingia huku zinatokea huku. Oya, tafadhali. Mimi sielewi, lakini kwa kuwa umeniahidi, basi nakuomba usije ukafeli. Hamna, siwezi kuhusu hilo. Siwezi nikabadilisha msimamo wangu au maamuzi yangu. Nitafanya kama nilivyokuambia. Basi sawa. Mimi nimeipenda hiyo. Ila nakuomba usije ukafeli. Inabidi ubaluze kama chizi. Maana nakutegemea. Ukija ukinifelisha kwenye hili, nitajua kabisa wewe na sijui wazazi wote mmekubaliana na neno moja. Nakuomba sana tafadhali. Sawa, siwezi kuhusu. Nakupenda. Nakupenda pia. Moyo unakupa nafasi, moyo unapitia mengi magumu. Wangu moyo, ati huyu mdada kalazimishwa kuolewa, mbele ya ndoa naye dada katoroka. Nani